Sasa hapo ndio aliamka na hasira, akachomoa panga hapa kwa West. Alishika hivi anidunge kwa shingo, nikapiga ikapitia hapa. Sasa hapo ndio nilianza kupiga duru. Nikijizuia kichwa. Juu alianza na kichwa, vile alianza kukata kichwa nikajizuia. Kuzuia alikatakata kichwa, mikono ikaganda. Mikono ikaanguka. Hapo nilipiga duru, mimi nikaisha nguvu. Mimi niliona, nikamuuliza sasa shida ni nini? Akaniambia juu ulinikataa, mimi siwezi taka ukae. Kama uliamua kuniacha, mimi nitakuua. Ama mimi ni uwao. Mtu mmoja tu ataenda. Nikamwambia ni sawa. Kama umeamua mimi siwezi jizuia juu, kama umeingia. Acha nikubali. Sasa akaanza kunikatakata. Alikuwa anashika mkono mmoja na akelea kwa kitanda. Hii ingine kwa kitanda. Alikuwa anakata vidole sikiangu. Sasa hapo bila nilitoka hospitali nikapelekwa nyumbani. Watu wa nyumbani wakaanza kunichukia. Walikuwa wananirushiana. Kuna mwenye ananipea chakula. Kuna mwenye ananiosha. Life ilikuwa ngumu. Sababu nilianza kufikiria hata fadhali nikufe. Kwa mtoto wangu alikuwa na shida. Alikuwa ananiangalia niuliza mama, ulifanya nini? Tabu unapewa pesa na nani? Mtoto wangu alikuwa anaumia sana. Kiona nikipewa chakula naanza kulia. 2021 mtoto alikuja akangojeka, akafura mwili. Sasa kupelekwa hospitali. Akapimwa hakuna ugonjwa ulikuwa unapatikana. Tukaambiwa tumpeleke wote. Sasa kutolewa nyumbani kupelekwa wote. Alikufia kwa njia. Yes, habari ya asubuhi, habari ya jioni, ikitegemea na mahali ambapo unatutazama ukiwa. Kwa majina yangu najulikana kama Jeffasy, kutoka kwa Murori TV, na ile pande nyingine tuko na Jojo wa Kamau kutoka Kuroria TV, na pia tuko na Lucy Kim kutoka kwa Lucy Kim YouTube channel. Na tunakuambia asanti sana kwa kuwa mmoja wetu siku ya leo na kushirikiana pamoja na sisi. Na tunakuuliza tu, tunakusihi kama ni siku yako ya kwanza ukubali tu kusubscribe kwa hile channel ambayo unatazama. Na kama mnavyotazama siku ya leo, February ni siku ama ni mwezi wa mapenzi, na siku ya leo tuko na mgeni wa maana sana, kwa sababu najua kuna wengi sana wamejipanga kucelebrate mapenzi, lakini kwa hiyo tu bado kuna wale bado wako na vidonda za roho, na kuna wale bado wanasema nashukuru Mungu hata kama ni siku ya mapenzi niko hai. Wewe uko pande gani? Lakini kabla tufike hapo, kabla tuweze kusikiza story ya mwanadada ambaye tuko naye hapa, ningetaka kwanza tulipe bills. Ni ukoretwo ugetha kabuni iria jihogaku ungigithia nayo riu ndugatangike rigi. Kabuni ya Residential Capital Limited mari haha ni tondu waku. Turi na broti thaka muno kure mwena wa Malindi na mwena wa Matu cia 50 by 100 iria turendia na bei ya muhuko waku. Mwena wa Malindi turi ndagika 40 kuma Malindi Airport na turiganite na Sargate Bypass hakuhi na Wero Technical College. Broti citu turakwenderia na thogora wa 150 peke yake, ukaigirira 50 icio ingĩ ukari hana mieri 3 ukegira title deed yaku. Aturoria Matu na kuone atia twina broti along Kivandini Masinga Bypass gatagati ka Mutua Mwaki na Kalundu Shopping Center, na ni ndagika 15 tu kuma Matu Town. Turakwenderia na thogora mubashirire wa shiringi 250 peke yake, wari ha shiringi 50 icio ingĩ ukari hana ihinda ria mieri 3. Murata wakwa ndukeyo heringi uhoro winaguo ha uhoro makiria no utuhurire thimu namba 0705327268 kana 0722113630 kana utusherera wa vijina shitu Royal Town Devcash House first floor room number 9 waraniria na idwe. Residential Capital Limited, home lives dreams. Nataka tusalimiwe na mwanadada ambaye ni mgeni wetu wa leo, tuweze kumjua kwa majina, atuambie ni nani. Upande ule tuko na Lucy Kim, lakini mgeni wetu wa leo acha tusalimie, atuambie anaitwa nani. Sasa Poa sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Purity Muthoki. Purity? Muthoki. Muthoki. Mimi ni Mkamba.
Kutoka Makueni. Kutoka Makueni. Ukazaliwa Makueni? Kalelewa Makueni. Na ukasoma Makueni. Purity, kwa leo naona uko na February ni mwezi wa mapenzi. Na February ikiwa mwezi wa mapenzi, ama hapo ndo tuna celebrate Valentines. Wewe uko na kitu yote ya kucelebrate? Hapana. Kwa nini hauna kitu ya kucelebrate? Sio, ni siku tu kama siku zingine. Kama siku zingine? Kwako mbona haina mapenzi? Sina. Okay. Purity hana kitu ya kucelebrate hata kama ni siku ya mapenzi. So nataka tuende moja kwa moja tusikie story ya Purity ndo tuweze kufahamu whatever happened. Na naelewa nafahamika kama Purity hakuzaliwa kama mnavyomuona. Tuweze kujua ni nini kilitendeka na ni wapi mambo yalienda mrama na leo hii anafanya kitu gani. Purity, tupe tu story yako. Mimi nilikuja nikaoleka 2017. Kuoleka 2017 nilikaa vizuri na mzee wangu. Tukielewana tu. Lakini tukakaa tu, life ikakuwa tu ni ngumu, kukosana. Hata nilikuwa nashangaa sana bila tulimaliza vibaya. Kabla tufike hapo kwa kuolewa, mulipatanaje? Mulitoana wapi? Mimi nilikuwa naishi nyumbani. Mimi sikuwa nimeweka nyanga Nairobi. Mamangu alikuwa na kazi ya boutique. Sasa nilikuwa nafanya kazi na yeye. Akiendea stock Nairobi, mimi niabaki kazi. Sasa bila mamangu alikufa 2016, ndio sasa niliona maisha hapa imekuwa ngumu. Ikabidi nitoke nitafutie mtoto wangu. Kutoka 2017 ndio nilikuja Nairobi. Nilikuwa nafanya kazi ya hoteli. Kazi ya hoteli nikapatana hapo, ndio tulipatana na yeye. Tukakaa miezi 5, tukaoana. Tukaenda kwao. Kuenda kwao, kumbe alikuwa na bibi mwingine. Na hakuwa ameniambia. Na bibi alikuwa wa karibu na kwao. Sasa vile nilifika nyumbani, bibi akaanza matusi. Akaanza kuniambia, wewe unajifanya umeoleka hapa lakini huwezi. Kama mimi ilinishinda, wewe sioni ukiwezana. Nikauliza huyu mzee kwa nini? Wewe mwanamke akaniambia, utakaa hapo na utatoka. Wewe mwanaume si mwanaume. Yaani akaanza kuniambia vitu zake mbaya mbaya. Juu alikaa 5 years na yeye, hawajaipata mtoto. Sasa mwanamke alitoka, akaenda kwao. Mwanamke akaenda kushikana na mwanaume mwingine, akashika mimba. Sasa hapo ndio alianza kisirani. Mimi nikamuuliza shida iko wapi? Although pia mimi nilikuwa nataka kuzaa. Nilikuwa nataka kuongeza mtoto juu alinioa na mtoto. Nikamwambia tuende hosi, akakataa. Akaniambia yeye ako sawa. Sasa hapo mimi nikamwambia sasa wewe kama umekataa, mimi hata nikufe leo nitaacha jina. Hapo ndio alianza kusema nimemtusi. Na kama sitaki kukaa kwake nimwambie. Mimi nikamwambia mimi sijaongea kwa ubaya na sina ubaya yoyote, nimekuambia tu kama vile tunaweza ongea kifamilia. Kaniambia hapana. Sasa hapo ndio alianza kila saa matusi. Kuongea vibaya. Kakuja, kafungua kazi ya kibanda. Nilikuwa nauza mboga. Sasa kuuza mboga hakuwa nataka hiyo kazi. Juu mimi customer wangu wengi walikuwa wanaume. Akipata wanaume kwa kibanda anaanza fujo. Sasa nakumbuka siku ya mwisho ndio nifunge hiyo kibanda, alikuja akanipigia mbele ya customer. Baada customer wakaacha mboga wakaenda. Juu alikuwa ananiuliza kwa nini kibanda yako isimamangi wanawake? Wanaume wanafanya nini hapa? Nikamwambia mimi hiyo sijui. Mimi nikafunga kazi. Nikakaa kwa nyumba. Kukaa kwa nyumba, tukakaa tu tukaelewana. Nikafungua kazi tena ya chips. Vile customer wanaume ndio walikuwa wengi. Hapo nikafunga, akaanza tena kunipiga mbele ya watu. Sasa naye mtoto wangu alikuwa amekataa kukaa na yeye. Juu kila saa alikuwa mtu wa fujo. Kwa nyumba kila saa ni kelele. Mtoto akaniambia yeye hataweza kukaa hapo, nimpeleke ushago akakae na kuka yake. Juu mamangu hayuko. Mamangu alikufa 2016. Mimi nikaamua tu vile mtoto ameamua sitazidi kukaa hapo na mtoto anaumia. 2020 wakati wa corona ndio sasa mambo sasa ikakuwa mbaya. Mimi nikaamua huo wakati wa corona nitaenda nyumbani juu shule zimefungwa. Juu alikuwa amezidi tu kunipiga kila saa.
Mimi nikachukua mtoto wangu nikaenda nyumbani. Kwenda nyumbani mwezi wa 3. Nikakaa mpaka mwezi wa 6. Mimi sikuwa naongea na yeye. Although vile nilienda alikuja mara 2 tuongee. Mimi nikamwambia mambo yake usitaki. Kila mtu akae maisha yake. Babangu aliita wazee tukakaa chini. Akaambiwa kama msichana amekukataa, kila mtu akae maisha yake, akasema ni sawa. Sasa sijui ilikuwa aje. Mwezi wa 6 akapigia babangu simu akamdanganya. Nimemwambia akuje tuongee, turudiane. Sasa babangu yeye naye hakuniambia siku kama kuna mtu anakuja. Yeye alitoka tu, alipigiwa simu saa 3. Akaenda. Mwanaume alimwambia kuja soko fulani, unichukua hapo. Babangu akaenda akabaiwa pombe. Wakakuja. Babangu alikuja akiwa mlevi. Mwanaume akaachwa kwa gate kwanza. Babangu akaniambia, msichana wangu mzee wako amekuja, nataka muongee. Nikamuuliza surely dad. Sasa tunaongea aje usiku? Na huyu mtu hata mambo yake nilikataa na mimi nilikataa wazee wakiwa. Kwa nini umemruhusu akuje huku usiku? Akaniambia sasa mimi hapo kama alikuwa ameniambia mliongea, sasa hapo singeweza kujua. Nikamwambia ni sawa. Akaniambia juu ni usiku, sitamruhusu aende na usiku. Acha lala hapa kwa brother yako. Muongee asubuhi. Nikamwambia ni sawa. Sasa vile walikuja kwa nyumba, sitting room. Babangu akamwambia, acha niwaache hapo muongee. Kabla asubuhi ifike, tuongee ile maneno mengine. Huyo mzee akamwambia sawa. Shika hii pesa uende uongezee pombe, ukuje ndio tuongee asubuhi. Babangu akachukua pesa akaenda. Mimi niliacha huyo mwanaume sitting room, nikaingia kwa bedroom yangu. Kuingia kwa bedroom mimi nikalala nikasahau kama kuna mtu alikuwa hapo. Saa 5 ya usiku. Ndio nyumba yetu imejengwa hapa juu imeachwa nafasi. Saa 5 ya usiku ndo nilisikia mtu huku juu akipanda. Kuangalia nikapata ni yeye. Sasa vile aliingia, aliruka kwa kitanda. Sasa kitanda ikaingia. Singeweza kujizuia. Kitanda iliingia na vile aliingia kwa kitanda. Akanifinya tumbo na mguu. Sasa hapo tukaanza kungangana. Mimi sikuwa najua kama amebeba panga. Nikamrusha akaenda kuangukia boxi za manguo. Kumrusha sasa hapo ndio aliamka na hasira. Akachomoa panga hapa kwa west. Alishika hivi anidunge kwa shingo, nikapiga ikapitia hapa. Sasa hapo ndo nilianza kupiga duru. Nikijizuia kichwa. Juu alianza na kichwa, vile alianza kukata kichwa nikajizuia. Kuzuia alikatakata kichwa, mikono ikaganda. Mikono ikaanguka. Hapo nilipiga duru mimi nikaisha nguvu. Mimi niliona nikamuuliza sasa shida ni nini? Akaniambia juu nikataa, mimi siwezi taka ukae. Kama uliamua kuniacha, mimi nitakuua. Ama mimi ni uwao. Mtu mmoja tu ataenda. Nikamwambia ni sawa. Kama umeamua mimi siwezi jizuia juu kama umeingia. Acha nikubali. Sasa akaanza kunikatakata. Alikuwa anashika mkono mmoja na akelea kwa kitanda. Hii nyingine kwa kitanda. Alikuwa anakata vidole sikianguka. Sasa kuanguka. Pole Purity. Pole sana. Naona labda tutapea Purity nafasi kidogo ndo aweze maybe kutulia na apate kupata nguvu ya kuendelea na history yake. Na wacha nikuhimize kama uko hapo na maybe uko na story yako ungetaka kushare hapa. Hapa tunapea watu nafasi ya kukuja just to pour their hearts so that they can heal. It's a healing therapy na tunapea nafasi at least kuongea ni kuponya roho. Ile kitu inatoka ndani ya roho na naweza kustahimili na kuendelea na maisha yake. Na maybe for you yako tu ni kusoma na kuweza kuwa encourage so that we can live a better life and in a better world. Purity, kama utaweza tuendelee. Pole sana.
Sasa vile alianza kunikatakata vidole sikianguka, mimi nilijifanya nimekufa, nikalala na tumbo. Sasa kulala na tumbo, kitoka alinidunga na panga hapa, ilikuja kuchomolewa hapa. Akaambiwa afungue mlango, akanyamaza, akasema afungui. Jamaa mmoja ndiye alisema wacha tung'oa hii dirisha tuone kama we ni mwanaume. Alisema wachani nifungue, akafungua mlango. Mimi chenye nilisikia alisema auawe, chenye alikuwa amekuja kufanya amemaliza. Juu yake kitoka alikuwa amedhani nimekufa. Mimi hapo nilistukia nikiwa hospitali. Pole sana kwanza Purity. Na ninaomba tu ujipe nguvu ndo tuweze kuuliza maswali 2-3 ndo pia mtazamaji wetu aweze kuelewa kilicho happen baadaye, na tukuuliza maswali 2-3. Ni sawa? So ulijipata ukiwa hospitali. Ni sawa? Yeye mwenyewe alienda wapi? Sikia aliuawa na mob justice. Aliuawa? Kwa story yako, so alama zenye ulikuwa umedungwa ni hizi zinaonekana mbele na huku kwa mikono. So mikono alikata kwanza vidole moja moja. Na nani alikuja akakata hii pande nyingine ya mikono? Ni yeye tu alikuwa anakatakata. Na hizi zote naona huku ni alama za panga zile mwenye alikuwa anakatakata. Hizi alikuwa anakata nikizizuia kichwa. Oh, alikuwa anataka kukata kichwa, so unaekelea mikono juu ya kichwa ndio asikate kichwa. Purity, naomba tu nikuulize swali. Nikurudishe nyuma kidogo. Wakati ulikuwa unapiga story yako pale nilisikia ulisema kuna mwanamke ulipata pale ambaye alikuwa ni bibi yake wa kwanza. Kwani wakati ulimpata pale hakuwa ameachana kabisa, ulikuwa anaishi pamoja bado? Alikuwa ameachana. Sasa bila alisikia ameoa ndio alianza hizo furugu. Akarudi. Au bibi akarudi. Na so na wakakuwa wameachana kabisa after umerudi na wewe mkaendelea kuishi naye. Kibanda ilikuwa hapa Nairobi ama ilikuwa tu huko mashambani? Nairobi. Ilikuwa Nairobi. Mlirudi Nairobi after pale kuzozana pale na ule bibi mwingine. Swali lingine nataka kuuliza ni nimesikia mahali umetaja mtoto, na kwa ile story yako ukisema wewe na ule bibi mwingine, bibi yule mwingine alikuwa amekwambia huyu jamaa patangi mtoto, na wewe mwenyewe ukahimiza kwamba ulijaribu kumwambia muende hospitali. Wewe mtoto ulitoa wapi? Alikuwa amenioa na yeye. Ulikuwa na mtoto before? Ulikuwa umeolewa mbeleni? Hapana. Sasa pale nyumbani wakati after kukatakatwa, so hata ukujua kama babako alirudi kama alikuja? Babangu tu alikuja akaambiwa msichana amepelekwa hospitali. Mzee wake amemkatakata. Akauliza sasa amemkatakata jana niliacha waongee. Akaambiwa imekuwa hivyo ndio kamwona hospitali. Although babangu nilikuwa nimemweka kwa roho sana, nilikuwa nimemchukia. Hata nikimwona nilikuwa nalia tu. Lakini nikaambiwa nimsamee. Tuwa kuwa anajua kama huyu mwanaume amekuja kufanya hivyo. Hey. Story kusema kweli ni story ya uchungu, kwa sababu wakati wengine wana celebrate mapenzi, kunao bado wako na vidonda kwa roho, vidonda ambazo ziliekwa kwa mapenzi. Wakati unashikana na mtu unadhani maybe ni mapenzi, lakini bado unakuja kustukia ni vita tu. Kama ingekuwa hivi, labda Purity ingekuwa na mikono yake sawa, mtu alikuwa ajifanyia kazi. Na mbona bonako alikuwa anazusha pale kwa kibanda? Kwani alikuwa na anything, alikuwa na hisia zozote ati labda unaweza kuwa na mhanya na wale wanaume anapata pale kwa kibanda? Hapana. Mimi nikiwa na yeye sijaitoka nje ando. Hata simu mimi sikuwa na simu. Na vita yenu pale mlianza kuzozana kwa sababu mkishikana na Jomo mkiona ilikuwa ni mapenzi. Vita ilitoka wapi ama vita ilianza wapi? Ile tu nilijua alikuwa ameoa.
Kwani wewe huku kubali alikuwa shaoa? Yaani huku ya accept ati alikuwa ameoa? Kwa ameniambia mimi nilienda kujua vile tulienda nyumbani. Purity, acha nikuulize. Umeenda umepata ameoa na haijakuwa sawa na wewe. Umeamua kuzusha ama umeamua kukasirika na baadaye ukaamua kukaa na huyu jamaa. Vita iliendelea kutoka wapi? Vile nilimwambia tuende hospitali. Sasa ndio hapo ndio nilisema na mtusi. Tuya anajua ako sawa. Na wakati vita, nikuulize, wakati uliona vita maybe ama kukosana kumezidi, mbona huku umefikiria maybe kuondoka? Nilikuwa tu navumilia. Ukidhani mambo itakuwa sawa. Hii siku baba yako aliwaacha pale kwa nyumba. Yeye akaenda ulevi. Hamukuongea kitu yoyote? Hatukuongea. Haukutaka muongee? Hapana. Aliniita na nikamwambia aje kunisumbua. Sijui amekuja kufanya nini huko usiku. Na brother kwa kukua area? Na mtoto wako alikuwa wapi? Mtoto wangu alikuwa amelala na bibi ya brother yangu. Bibi ya brother yangu alikuwa tu hapo. Lakini yeye alisema hakusikia chochote. Alikuwa ameoa, so alikuwa na nyumba nyingine kando. So mtoto alikuwa huko. Okay. Sasa Purity, tuende. Umeenda hospitali, umetibiwa. Ulikaa hospitali kwa muda gani? Nilikaa mwezi mmoja. After mwezi mmoja ndo ukatoka umefungwa mikono ama kukaendaje? Hebu tupe hiyo story. Sasa mimi vile nilibebwa nikapelekwa hospitali. Nilikuwa nimemwaga damu sana. Nyama zilikuwa zimemwangika kwa mattress. Singeweza kubebwa hivyo, nilibebanishwa na mattress nikawekwa kwa gari. Sasa kuwekwa kwa gari nilienda kustukia nikiwa hospitali. Nikasikia madaktari wakiuliza, "Huu ni mtu ama ni mnyama umetuletea?" Mwenye alikuwa amenibeba akasema ni mtu. Akauliza ako uhai? Akasema Madaktari wakasema hapana. Ndipo mimi sasa niliongea nikawaambia wanichukue wanitoe hizi mikono mimi naumia. Sasa wakanichukua wakanipeleka theater. Sasa mimi nilistukia kesho yake niko kwa ward. Sasa bila nilipata sina mikono, niliwaambia hata heri nikufa nidunge sindano nikufa. Sasa hii siwezi jifanyia kazi mikono yote. Pole Purity. It's okay. Jipe nguvu. Kuna Mungu mbinguni. Na kila kitu ina wakati wake. Sawa Purity? Na labda mwenye kufanya hii mambo alidhani amekumaliza, lakini hakukumaliza kwa sababu Mungu aliacha siku moja umekaa hapa na kushuhudia kuna Mungu mbinguni, okay? So na madaktari waliweza kusaidia? Waliniambia si kazi yao, kazi yao ni kutibu. Nikamwambia ni sawa. Sasa hapo bila nilitoka hospitali nikapelekwa nyumbani. Watu wa nyumbani wakaanza kunichukia. Walikuwa wananirushiana. Kuna mwenye ananipea chakula. Kuna mwenye ananiosha. Life ilikuwa ngumu. Sasa nilianza kufikiria hata fadhali nikufe. Kwa mtoto wangu alikuwa na shida. Alikuwa ananiangalia niuliza, "Mama, ulifanya nini? Takuwa napewa pesa na nani?" Mtoto wangu alikuwa anaumia sana. Kiona nikipewa chakula naanza kulia. Kamwambia nitapona, usijali. Niambia sawa. Sasa hapo 2021 mtoto alikuja akangojeka, akafura mwili. Sasa kupelekwa hospitali, akapimwa hakuna ugonjwa ulikuwa unapatikana. Tukaambiwa tumpeleke wote. Sasa kutolewa nyumbani kupelekwa wote. Alikufia kwa njia.
Pole sana. Wah. Itakuwa sawa Purity. Kuna Mungu mbinguni, okay? I know, najua wakati mwingine ni ngumu sana kuelewa mambo ya Mungu ama safari ya Mungu, okay? Lakini Mungu hutangulia kabla kila kitu ifanyike. Yeye mwenyewe ndo anajua sababu. Ni sawa? Ni sawa? Labda saa mahali umekaa haungekuwa umekaa. Na labda Mungu aliona badala ya mtoto kuteseka na mabili za hospitali na mamake kuteseka na mabili za hospitali, amponye kabisa. Leo ni kumchukua yeye mwenyewe. Ni sawa? Sawa Purity? So, mtoto alikuwa na umri gani? Alikuwa na 10 years. 10 years. Alikuwa anasoma. Daktari alikwambia aligojeka, alikuwa mgonjwa wapi? Sasa alikufia kwa njia. Hakuna information yote tulipewa. Na ukimpeleka hospitali shida ilikuwa ni gani haswa? Alikuwa amefura mwili yote kutoka kichwa mpaka miguu, wako anavaa nguo. Alikuwa anashinda tu hivyo akiwa amefungwa leso. Alingojeka tu 2 days. Baadaye what happened? Sasa kutoka hapo, sasa vile mtoto alikufa, sasa watu wa nyumbani ndio walizidi chuki. Hata alikuwa karibu akataka kuzikwa, alikuwa anasema si uko kwa chama, hawataki kupewa mzigo. Sasa nikaanza kusema sasa mamangu angekuwa singekuona teseka hivyo. Sasa hapo vile tulizika mtoto, niliona sitaendelea kukaa nyumbani. Juu niko na babangu peke yake. Pia brother alikuja akaenda vile mtoto alikufa. Nikabaki na babangu hapo. Nikasema heri nitoke niende. Juu kuna vitu siwezi ambia babangu nataka. Babangu hawezi niosha, hawezi nipea chakula. Nikatoka. Sasa kutoka mimi nilikuwa naenda kujiua. Nilikuwa naenda kujirusha. Mimi nikafika Mlolongo. Kuna best yangu anaitwa Karudi kwa nakaa naye. Nikampigia simu. Nikamwambia niko hapa stage kuja unisalimie. Akakuja. Kuja nikamwambia mimi sina mahali pa kuenda. Kama naweza enda kukaa kwako. Sawa. Tulienda na yeye tukakaa wiki moja. Mwenye alikuwa anamlipia nyumba akasema hizi lipia wanawake wawili nyumba. Sasa hapo nikachanganyikiwa. Sasa nikaamua sasa kujiua vizuri. Nikachukua simu, nikapigia gasini yangu mwenye nakaa naye. Nikamuuliza ako wapi? Akaniambia kwa Mlolongo. Kamwambia niko huku na sina mahali pa kuenda. Kaniambia sawa, kuja kwangu. Alikuja kunichukua stage. Sasa kutoka hapo nilianza kukaa naye. Although life inakuanga ngumu juu yako na watoto wawili. Na kazi ni kibarua tu, ana kazi permanent. Anabangaisha. Singine tunakosa tu chakula, tunalala hivyo. Na sasa hebu nikuulize Purity. Hiyo time mlikuwa after kutoka hospitali nani alikuwa anakuosha? Aunti yangu. Aunti yako ndiye alikuwa anakuja nyumbani anakuosha. So tayari fika mahali akachoka. Sasa kazini yake ndiye anakushughulikia sasa. Hata kukuosha, huwezi njiosha. Ulisema brother kwa alitoka akaenda wapi? Hakuwa na familia pia Yaani bibi yake ndiye alienda. Alienda kwao. Kwa sasa babako yuko wapi? Babangu yuko nyumbani. Mnaongea? Sasa mahali unaishi nani anakulipia school? Nani anakulipia bills? Nakaa na kazini yangu.
Yeye ndo analipa yake. Kwa sasa hivi unafanyanga nini? Hakuna. Watazamaji wetu kutoka Morori TV, Kororia TV na kwa Lucy K. Hii ni story ya huzuni kwa sababu kitu ya kwanza nimenotice Purity alipoteza mamake. Ule mbaya alikuwa tegemeo kwake wakati alikuwa anafanya kazi kwa kibanda. Wakati mwingine wazee hatuna kazi mingi sana na watoto wakishakuwa wakubwa sana. Hiyo ni kawaida. Maybe I'm sure some of you have witnessed this from our parents. Now tuko na story hapa ya Purity. Purity after mamake kuaga ndo pia huwa amefikiria olewe kwa sababu maybe kazi ya nyumbani sana imeisha, na then after hapo ndo amepata masaibu ambayo imekuja ikamkuba ikamwacha hana mikono. Na baadaye after kuachwa kama hana mikono, mtoto ambaye alikuwa maybe angeleta furaha kwa maisha yake ndo naye amegonjeka na all of a sudden ameaga. Then wanakijiji washaanza kusema Purity hawezi msaidia kwa sababu maybe hayuko kwa chama. And sometimes you wonder kama watu wako sawa kwa sababu hata kama ni Purity ako kwa hayuko kwa chama, kuna wazazi ama watu wengine, kuna vitu za kuangalia huyu mtu hata kama hayuko kwa chama hatuwezi mtegemea sana kwa sababu hafanyi kazi, hana mikono. Familia ndio imekuja imelemewa kumulisha, na you know one thing, as a lady grows up maybe angehitaji vitu kama sanitary towels, vitu kama zile ambazo babake hangeweza kumfanyia kama kumuosha and all that. So it's only a lady who can maybe support her. Na kwa sasa Purity kwa hapa anasema hana kazi, hana kitu yote anafanya. Purity anahitaji special care kwa sababu Purity unaweza kukula peke yako? Kukula na kulanga. Kukula na kula peke yako. Lakini kuoga lazima uoshwe. Wakati tulipangana na Purity ile wakati ama yale masaa atafika, Purity alikuwa ashajiavail mapema sana. Sasa we are doing this interview ni saa 3, na kutoka mahali tunafanyia interview tuko mahali panajulikana kama Tukasa Gardens. Tukasa Gardens iko pande ya Maroroi huko karibu bypass. Na imagine Purity ni saa 3 tuko karibu kumaliza interview. So you can imagine Purity aliamka saa ngapi kama anaishi Mlolongo, si ndio? Kama anaishi Mlolongo. Hii ni kujituma kwa ziada. Purity, najua tuna watazamaji wetu pale, na maybe wangetaka kukusaidia kwa sababu I understand kuna watu, wewe hauna kitu ya kucelebrate siku ya mapenzi, lakini kuna watu wangetaka kukusupport, wakupe support, wakusaidie, na maybe pia wewe siku moja usimame na useme kuna Mungu mbinguni. Najua ushaifika mahali maybe ukachukia Mungu. Mimi nilikaa nikijiuliza maswali. Nimepoteza mikono, nimepoteza mtoto, mamangu ndo huyo hayuko. Kwani nilikosea Mungu wapi? Nilikuwa najiuliza tu maswali. Kwa familia kuna mambo zingine zina happen ama ni mambo yako tu inakusumbua? Kwa sababu nikisikia, you know Purity, wacha nikwambie, kuna vitu unakanga mahali unaangalia unasema hii shida yote ni yangu peke yangu. Unajua inaweza kuwa si shida hata ilikuwa bwanako, inaweza kuwa ni mambo ya kifamilia nashika, ama makosa ishaifanyika kwa familia kutoka kitambo, na maybe ni Mungu anapiga familia vita. Ushaika hivi ukajiuliza hayo maswali? Nilikuwa najiuliza. Ushajiuliza? Ukiangalia ushaona ni kama kuna shida mahali kwa familia? Kama juu hakuna mtu anaelewana na mwingine nyumbani. Na mtu anakaa kivyake. Kila mtu anakaa kivyake. Hata sasa hii brother wangu hajui niko wapi. Uko na brothers wangapi? 2. Mimi ndio last born na mimi ndio msichana peke yangu. Au wengine wako na familia? Au mwingine ako na familia? Hapana. Wote hakuna mtu ako na familia na msikizani. Kwa sababu Purity, mimi ningetaka nikusaidie, na ndakusaidia tu. Wakati nimesikiza story yako nimesikiza kimawazo na nimewaza hapa. Spiritually nikaangalia nikaona hapa kuna kitu inaendelea, na kuna kitu. Au brothers zako wanasikizana na babako? Wanasikizana. Wewe mnaongea na babako? Kuna kitu maybe si ya kawaida
kwa ile familia, na ningetaka nikusaidie kwa sababu wewe ndio umejileta hapa kwa hizi channel zetu. From the experience ya zile interviews nimekuwa nikifanya na from the experience yenye nimepata kutoka kwa pastors wangu wale ambao wananitunza kiroho, ndio kwa sababu kuna vitu zinatuhapenia ambazo si za kawaida, ambazo zinafuatwa maybe na yale the Bible says that Mungu anasema zile mavita za watu za wazee wetu ama mavita za baba zetu ama the curses za baba zetu anaweza tufikishia pia sisi mpaka the 4th generation. Nashika maybe wazazi kitambo washaifanya kitu ambayo maybe Mungu anatupiga vita purity. Nashika mimi ningekuomba tu, unaenda kanisa, ningekutuma tu kwa pastor wako. Nashika wewe mwambie you want to break easy covenants. Hizi covenants zimekufuata, you break them, you pray akusaidie and all that, kwa sababu maybe sijui kama ushaipata msaada mahali na unapata hiyo msaada, kuna watu wako hapa wanatutazama na maybe anashika pesa hazimsaidii, watu wanatry kukusaidia hausaidiki, mpaka wengine wana give up na wewe, unakuwa hauna favor. Mahali popote unaenda unapata watu wanachoka na wewe, wanasema hapana. Kama nimesikia umesema ushaenda mahali mtu akasema hawezi endelea kulipia wanaume wawili, wasichana wawili, wanawake wawili nyumba, si ndio? Ndio at least God akupatie favor purity. God akupatie favor na on top, kwa sababu unajua watazamaji wetu kuna wale wataguzwa na story yako. Najua ushafanya interview mahali pengine na maybe ukapata msaada, ndio ile msaada unapata iweze kakusaidia ati pia wewe hata kama ni biashara inaweza kaenea na inaweza kakua sawa. Mimi ningetaka ile msaada yote utapata kidogo, ugawe kidogo, uweke kwa bahasha, nashika uende kwa mtu ambaye anamcha Mungu, ambaye ni pastor wako, ama ule pastor utasikia anaweza kukusaidia kuomba na kubreak hizi covenant, ndio muweze kuzibreak. Useme I want to break these covenants, na uongeleshe ile bahasha sana. Mashika ndio iweze kukufungulia milango na iweze kukufungia zile milango za laana zinakufuata kama kunazo. Hatusemi ziko, that is kama kunazo. Mashika na ndio ile kidogo utapewa, hata kama ni 1000 ukiekelea mali, hata kama ni kwa biashara ya peremende, purity itafunguka milango. Ni sawa? Labda hii siku ili happen ndio uweze kuja usikie baby kitu hujaisikia kwa maisha yako. Sijui kama usaisikia hii mahali pengine, but mimi ningetaka nikusaidie, kwa sababu mimi nikisikia tu maneno yako naona kuna either laana ama kuna kitu ya kifamilia imekufuata nyuma. Ni sawa? Sasa nataka uchukue step of faith, uongeleshe mtazamaji wetu. Hapa tuna channels 3. Tuko na Murori TV, tuko na Kororia TV na tuko na Lucy Kim ambaye ndio huyu hapa ambaye mko ukiongea naye. Ni sawa? Na wakati nilipata historia yako ndo aliniambia Jeff nataka tufanye hii story. So nataka uchukue hii nafasi uongeleshe mtazamaji wetu, mwambie ungetaka akusaidie na nini, na then ukimaliza umpatie namba yako ya simu. Ni sawa? Wapendwa wenzangu, chenye naomba tu niweze kupata mikono na nione tu niko na kazi yangu najifanyia, sitegemei mtu. Na Mungu tu alikuwa na sababu. Niko sure kama hizo vitu zote zikifanyika, Mungu atanifungulia milango. Nitaweza kupata mtoto, nilee mtoto wangu, sitakuwa nategemea mtu. Hebu chochote mtu atanisupport nacho, nitashukuru sana. Nitawapea namba yangu 0748 22 20 53. Narudia tena 0748 22 20 53. Asante, nitashukuru sana. Maybe Lucy Kim, maybe uko na a word of encouragement to your friend or something? Okay, mimi ningeambia Purity unjitie nguvu, jipe moyo, kila kitu iko na sababu yake. Na Mungu anajua kwa nini ili happen. Na najua Mungu ako na njia mingi, anaweza funga hii mlango, afungue milango ingine. So inaweza kuwa ni milango ingine Mungu alikuwa anafunga na afungue njia ingine. So kuwa na imani, na najua utapata mikono, na najua utafanya kazi. Najua wewe unakaa mtu ako na bidii ya kufanya kazi. Najua utarudi na Mungu atakubariki. Jitie nguvu. Purity, wakaomba kwa hii nchi wanajulikana na watu wa kujituma, okay? Na watu wa kufanya kazi, ni watu chap chap. I believe
watazamaji wengu tushaifanya story ingine ya mwanadada ambaye alikatwa mikono the same na Purity, na Purity yake at least iko sawa, alikatiwa baka hapa, huyo amekatiwa huku, alikatwa na brother yake. Nasikia Purity ni mama ya watoto wawili, anaishi Nakuru, anaitwa Ruth. Na wakati nilifanya hiyo story, tunaweza fanya hii story na saa hii watu wapate tu ile msaada kidogo kidogo yake. Tulikaa miezi kama 5 ndo baadaye watu wakajitokeza na akapata milango ya kufunguka. Wengine wakasema watamjengea, wengine wakasema sasa utapata all the promises, but zile zitatimizwa. Tunaziombea sana Mungu afungue milango. So as you're speaking, saa hii tuko hapa, the same lady kutoka Nakuru ako kwa njia akitoka Nakuru akuje Nairobi, na wacha niwafahamishe hivyo, anaitwa Ruth. Kuna story nilifanya Nakuru, Ruth alikuwa amekatakatwa na mikono na brother yake, na Ruth sasa as you're speaking ako kwa njia akitoka Nakuru akikuja Kenyatta kwa sababu kuna watu walijitokeza na wakamwekesha mkono. So nikitoka hapa naenda Kenyatta ndo tuweze kukutana. Wairimu Mushiri kwa ile pande nyingine ndio namshughulikia kwa sababu tulifanya story na Wairimu Mushiri. Na Ruth leo anarudi Nakuru na mkono yake moja, at least aweze kujisaidia, ako na watoto wawili. Na thank you sana kwa wewe mtazamaji wetu ambaye ujitokeza na kusaidia hawa watu. Tungependa sana, tungekuwa na uwezo tungewasaidia, tungewaleta kwako, lakini haba na haba hujaza kibaba. Leo hii tuko na story ya Purity hapa. Ukiguzwa, ukiwezeshwa, tafadhali, hata kama niyo bahasha tumesema tunamtuma naye kwa mchungaji, mwekee kitu kwa simu yake, amewapea pale. Mwekee kitu, wekea Purity aweze kuona mchungaji wake, na still aweze kujihimidi kuweka kabiashara kidogo. Ruth aliweka kabiashara kidogo kwa kuuza sabuni, na yuza sabuni Nakuru, ako sawa. So pia Ruth, pia Purity, ile kidogo utapata ni sawa. Tungetaka in some days tupigie simu useme Jeffa kuna watu wamejitokeza wanataka kufanya hivi na hivi na hivi, we will do the follow up. Ni sawa. Kama venye tumefanya follow up ya Ruth na nini na nini, also tungependa pia kusikia pande yako, tusikie mambo iko namna gani, vitu milango zilifunguka, and I believe milango zitafunguka. Ni sawa Ruth? Ni sawa Purity? Uko sawa? Kuna kitu kingine ya kusema? Maybe vote of thanks, kuna tunataka kushukuru kwa maisha yako? Hata kazini yako? Hata manyaraka naye. Mimi akili yangu sahihi. But at least unacheka. Unafikirianga kupata mpenzi tena? Hai, hapana. Kwa nini, mbona utaki? Na watu wote si wabaya. Hata kama utaki hata kama Mkikuyu. Unajua Purity kama Mkamba alikufanyia hivyo, unaweza pata kama Mkikuyu kakupeleke kule kwa milima, angarau pia uwekewe kang'ombe hapo ufunzange tu. Wakikuyu nao wako sawa. So, lakini ukipata unaweza kubali. Ni Mkikuyu lakini si Mkamba. Na unataka mtu ambaye atakuunderstand na akuchunge na akuonyeshe mapenzi. Mtu anipe stress. Na mtu akupe stress. Uko tayari kukua? Niko na nikiongezea wengine. Kuambia bye bye. At least you're smiling. I'm happy. You know? Purity amesema, so if you're there, Purity anatafuta mzee, by the way. Amesema hana shida. Hana shida na Kamkikuyu kakule kwetu. Unataka Kanakuru, Murang'a ama Agua tu Mkikuyu sitaki kujua anatoka wapi. Huko kuna green na kuna maji. Wakamba wakae mbali. Ukambani. Si Wakamba wote wabaya. Hapana. No, wacha tuseme si Wakamba wote wabaya. Lakini saa hii ameamua tunataka kuvuka hii ngambo yetu na ni sawa tu. Sisi tuna shida. Purity, tunakuombea sana. Mungu akujalie na akuzidishie. So if you're there and you know you can take good care of Purity without taking advantage. Hiyo namba imepeanwa pale, by the way, si ya kukatia Purity, ni namba ya kutuma kitu. Sawa sawa. Na mtu akikuja kwanza ni kumsoma, ni sawa? Juu angalie vya mimi bila niko. Angalie video huko, angarau. Mrembo. Yes.
Ni sawa. Purity ni mrembo sana. By the way, hii alama pia inaongeza urembo sana. Nikipotea mnatafuta na hii alama. Ukipotea mtu anakutafuta na hii alama Purity. Juu labda naweza kuwa nimewekwa mikono ajui kama ni mimi. Anaangalia uso. Sasa ni Valentine. Valentine ya mwisho ulitreatiwa vizuri ilikuwa mwaka gani? Mimi hata tangu nizaliwe sijaileta maua. Ndio ungoe moja hapo uniletee nijue kama ni Palandi. Purity hajailetewa maua tu hata moja kutoka azaliwe aki wanaume. Wacha nikwambie, si lazima Purity aletewe maua na wanaume. Pia ladies who are watching, if you can make her smile. Purity hajaipelekewa maua. Birthday yako inakuanga tarehe 14. Tarehe 14 mwezi gani? Mwezi wa 11. Mwezi wa 11. Umesikia? 14 mwezi wa 11. So if you're there, unaweza lemewa kumtreat maybe na Valentine. But umesikia birthday yake ni tarehe 14 mwezi wa 11. She's smiling, she's ready, she's healing at the end of the day. So let's help her to heal and also to achieve this life. Au sio Purity? At least unacheka sasa. Yaani mlolongo hujapata kama mtu ama huko unaona ni wakamba una jump tu. Boy staki disturbance sai. Utaki disturbance. Kwa nini? So unajua ukiwa hivyo wanaume anachukua advantage juu ya una cha kufanya kwa kutumia vile wanataka. Hiyo ndio siwezi kubali. Sasa unashindanga kwa nyumba? Si hata angalau. Mimi najigive business simu. Purity. Unaweza operate simu? Vizuri sana. Hebu tuonyeshe vile una operate simu. Unaweza chukua hapa? Ichukue. Simu ya Purity iko baka na ka power bank as you can see. Wewe. Mrembo jameni. Na iko na mpaka password. Iko baka na password watu wangu. Na baka iko na mpaka password. Purity ni gani inafinya hizo namba kidogo hivyo? Sasa sijui Mungu aliniweka kwa kidole sikaonangi. Ana type vizuri haraka sana. Niliona type haraka sana. Sasa unaweza piga simu. Hata nikichacho tunasema si wewe. Sasa kwa nini unapea mtu simu? Watu wangu as we are speaking tushaingia Facebook. Napaka Facebook na Facebook baka na password. Purity unaficha nini? Saa hii anasoma status watu wangu. We. Yaani anafungua baka notifications zote. Anasoma. Ni kidole ya Mungu. Si unaona? Kuna kitu huwezi fanya na simu? Hakuna. Hata kupiga unapiga vizuri sana. Mungu na yeye. Alafu mtu aseme ati hakuna Mungu mbinguni na alijua haki. Anataka kuweka alijua ni kwa nini aliweka hiyo kidole aliongeza hapo. Yaani mpaka niliumia nikapeana smartphone yangu. Nikaanza kulingrate mbata. Tukaanza kulingrate kwa nini nilipeana. Julikuwa nasema juu hakuna vidole sasa simu sitaitumia. Lakini sasa yuko na simu. Niko na simu. Hiyo simu yesi anguka. Na nani ukupiga tu selfie umekako? Ni wewe bado? Ni mimi. Uko TikTok? TikTok wanakuita nani at least? Purity Sally. Purity Sally. Watu kimbieni pale TikTok muangalie Purity Sally muone at least let's her make smile. Let's make her smile. Watu wa kufollow. Facebook unajiita nani? Najiita Kalastborn. Kalastborn. Wewe. Watu wa Murang'a jameni. Pelekeni mtu kwa milima. Pale akaange tu chini ya mandizi, mahali kuna kakivuli hivi, maji na flow. Yaani kwani kuna maji? Kwetu kumekauka. So hata imagine natengeneza hapa kwa hoteli unaiona tu yani. Unajua kuswim? Sijai swim. Hujai swim? Akisi Mungu akupatie tu mtu akona pesa tu Purity yani upelekangwe tu mahali kaswimo. Si ndio? Ufunzwe kuswimu ati ukaange tu mahali tu maji tu. Mpaka asahau mashinda. Watu wa Mungu. Kuishi kwingi kuona mengi. Kuishi kwingi kuona mengi. Hada ya kilio
kitu chako. Sure. Unaona sasa? Mambo yako itakuwa sawa. Mimi na believe hivyo Purity. Na siku moja hata mimi niko nao. Hata wenye walikuwa wananidharau, tutanisalimia kwa heshima. Sure. Amen. Everything with God is possible. Yes. Amen. Wow. Hey. Najua watu wanasema tuendelee tu, lakini time is far much gone. Maybe Purity, unapenda wimbo gani? Unapenda kwa wimbo gani? Mimi napenda nyimbo za Wilberforce Musyoka. Kagani? Kama ya vega vindango ya kwa ya luma. Pega vindango ya kwa ya luma. Na kwa na mono yetele ngai. Ange kulia tene indinike. Guthina nani kana kambazu. Lutinda na ngai we. Ukekala maisha ordinary. Lutinda na ngai we. Ukekala maisha ordinary. Ni muadhime ni ngai. Ngai we extraordinary. Ni muadhime ni ngai. Ngai we extraordinary. Pega vindana moboye kisululu. Bando wa kisululu akanenga kakale. Pega vindana moboye kisululu. Bando wa kisululu akanenga kakale. Andambiye ni alatani. Akandete kisesi ni chakuwe. Andambiye ni alatani. Akandete kisesi ni chakuwe. Lutinda na ngai. Ukekala maisha ordinary. Barikiwa sana, najua mjugi kamba. Mimi unajua nasikia kitu sija notice, kitu sijaelewa kisululu ni nini? Hata mimi yote na Baskeli. Kisururu ni nini? Yaani unaomba Mungu akupe baskeli lakini anakupea gari. Baiskeli inaitwa kisururu. Kisululu. Wakamba. Yaani mlio tu muite baiskeli kisululu. Ulimwomba tu kidogo baskeli akakupea gari. So unaona. Ile ngoma napenda yake ni nguma. Nguma iko sumbeke. No tumatuka mumaitha wangai. Nguma haya. Iko sumbeke. No tumatuka mumaitha wangai. Ndio ngoma napenda ya Wilberforce. Wilberforce used to be my friend. Sasa tumepoteana kidogo, lakini tukikutana tu bado tunasalimiana. So, if you're watching this, tag Wilberforce Musyoka. Atembelee pia huu mwanadada. Mnajuana? Hamjuani? Atembelee huu mwanadada pia. At least you have someone anapenda music yako. Nyimbo zake sana. Hata nikiwa church na mkanga tu naimba wimbo yake. Mkanga tu akinibamba. Nyimbo zake zinakuanga anatoa tu nini kwa Bible. Kama unatazama hii, let's tag Wilberforce Musyoka, baka atembelee huu mwanadada. In one way or another, anaweza mconnect pia kwa Machakos County. Usharegister na nini disabilities? Hapana. Uje register kwa nini? Sasa ukiwa na mtu mwenye yani ukiwa una mtu akukupeleka huko, sasa mimi siwezi jipeleka. Usijui ni wapi. If you're there and you're watching this and you're from Machakos County or wherever Makueni County or maybe Nairobi, if you have connection and nitaanza kuchunguza. If you have connection tafadhali, you can call. Unaweza pigia Purity simu tumsaidie kuregister nao watu wa disability. Kunaweza kuwa kunatokea manufaa na Purity mvenye mnaona ni demo anaweza kuwa pia usikia nominated somewhere na aweze kujipata anasaidika. So let's do tuwezalo tusaidie Purity, tunaweza mpata kwa ofisi siku moja akisaidia wananchi. So register na Disability of Kenya, pate hiyo ID ama kitambulisho huko, wamkuwe wanamrecognize na you never know, anaweza kuwa anapata pia msaada pale. So Purity ni muhimu sana. So nikitaka pia wewe ufanye uchunguzi, watu wana register wapi na pia wananchi watusaidie. Ni sawa? Ni sawa. So Purity ilianza na machozi na tumemalizia na furaha. Najua kuna wengi wanasema si vizuri sana tukimaliza hii interview, lakini tunawashukuru sana kwa kukubali kuwa pamoja na sisi na kutazama hii interview. Kwa wale mtasupport Purity, may God bless you. May God never forget
the time and the part you played in helping someone. Wale muna to support, tafadhali, if it's your first time here to watch this channel, kindly make sure that you may subscribe. Kama una watch hii interview kwa Kororia TV, ujue kuna Murori TV, rush there, subscribe. Kama unatazama kwa Lucy K, rush kwa Kororia na usubscribe. Na wale mnatazama kwa Kororia TV na kwa Murori TV, we have our sister here who is Lucy Kim. Tafadhali, channel yake ni kidogo sana, tunataka igrow kwa sababu imagine Lucy Kim ni ametutafutia huyu mgeni wetu wa leo. So she has a passion in doing this. Let's support her kindly. Na waomba tu tufike tu, tafuta channel yetu wa Lucy Kim, to subscribe tu, mfinyie tu hiyo subscribe na uweze kuwatch content yake. Ni msanii pia, akona nyimbo ziko sawa sana, tutazame nyimbo zake. Na God azidi kutu bless. On behalf of Purity tunashukuru sana pia kwa hiyo kazini yake. Roho ya Purity inaweza kuwa ni ngumu sana, imepitia mambo machungu pia, lakini tunafurahia ati she can smile. She's beautiful and God has done a lot for her, and God is taking her far. So till next time, I've been your host Jeffa C alongside Lucy K. And on the other side, Lucy Kim. And on the other side, we have Jojo Kamau wa Kororia TV. Na tunashukuru sana. May God bless you. And also our director, Edu. God bless you. God bless you. God bless you. Till next time, see you. Bye-bye. Bye-bye. Ni ukoretwo ugetha kambuni iria jihokeku ungeigithia nayo riu ndugatangike ringi. Kambuni ya Residential Capital Limited mari haha ni tondu waku. Turi na broti thaka muno kuria mwena wa Malindi na mwena wa Matu cia 50 by 100 iria turendia na bei ya muhuko waku. Mwena wa Malindi turi ndagika 40 kuma Malindi Airport na turiganitie na Sargate Bypass hakuhi na Wero Technical College. Broti citu turakwenderia na thogora wa 150 peke yake, ukaigirira 50 icio ingĩ ukariha na mieri 3 ukegira title deed yaku. Aturoria Matu na kuone atia twina broti along Kivandini Masinga Bypass gatagati ka Mutua Mwaki na Kalundu Shopping Center, na ni ndagika 15 tu kuma Matu Town. Turakwenderia na thogora mubashirire wa ciringi 250 peke yake, wariha ciringi 50 icio ingĩ ukariha na ihinda ria mieri 3. Murata wakwa ndukeyohe ringi, uhoro winaguo ha uhoro makiria no utuhurire thimu namba 0705327268 kana 0722113630 kana utucerera wa vijine citu Royal Town Dev Cash House first floor room number 9 waraniria na idwe. Residential Capital Limited, home lives dreams.